Karibu mtu wa Mungu, nakukaribisha sana, na somo langu ambalo tutakwenda siku ya leo kujifunza mimi na wewe ni nafasi ya wazee, watu wazima waliokuzidi umri kwenye jamii yako. Leo tunatamani kuitambua nafasi ya wazee, watu wazima na watu waliotuzidi umri ambao tuko nao katika maeneo mbalimbali, aidha kazini, aidha shuleni, aidha chuo tunasoma, kanisani, kwenye mazingira tofauti tofauti. Baba yangu na Mungu wangu, ninakutukuza tena. Nasema asante kwa uwepo wako, na tunautambua uwepo wako katikati yetu kupitia Roho wako Mtakatifu. Karibu tena Roho Mtakatifu, katuhudumie. Gusa tena mioyo yetu na akili zetu. Ninakufunulia mioyo ya watoto wako tena, na itakasa kwa damu ya Yesu siku ya leo. Baba yangu na Mungu wangu, wapate kuelewa na maandiko, wapate kuelewa na kila Mungu ulichokikusudia wakisikie, katika jina lako takatifu. Baba yetu na Mungu wetu, tunaalika uwepo wako tena, maana wewe ni mwanzo na pia ni mwisho. Karibu tena Roho Mtakatifu, katuhudumie. Ni katika jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo tunalitakasa na kulibariki neno lako. Amen. Mungu anapofanya hii dunia, mwanzo wa uumbaji, aliweka kanuni, aliweka utaratibu, aliweka mifumo ya kuweza kutusaidia sisi namna bora na ya kuishi, namna bora ya kufurahia maisha, namna bora ya kufanikiwa, namna bora ya kuliendea na kuliishi kusudi lake, namna bora ya kutengeneza mahusiano yetu kati ya sisi na yeye. Mungu wakati anafanya hii dunia aliweka mifumo na kanuni za sisi kuzifuata ili tuweze kuishi vizuri, tuishi kwa utaratibu, na ili tuweze kufanikiwa katika safari ya maisha yetu hapa duniani. Vipi unavyohusiana nao? Nini hasara ya kutokutambua uwepo wao? Je, unajua hasara ya kutokutambua uwepo wa wazee? Sasa leo nipo tayari kukuonyesha. Ungana na mimi tuone Biblia inawatumia vipi wazee kwa mitume, kwa watumishi wa Mungu ambao wamepita, namna ambavyo Mungu na wenyewe walitumia wazee katika safari yao aidha ya uongozi au katika kumtumikia kwa Mungu. Na tutaona katika Biblia kitabu cha Hesabu 11, tunaona wana wa Israeli katika safari yao kutoka Misri. Wanapotoka Misri kuelekea Kanaani, ile nchi ya ahadi. Tunaona wakiwa njiani namna ambavyo walikuwa na behave, namna ambavyo walikuwa wanafanya kwa Musa, yule kiongozi Mungu aliyeweka mbele yao. Walikuwa wanakumbuka kwanza maisha walikotoka, wakikutana na changamoto moja au mbili wanakumbuka walikotoka. Mfano hii scenario tunaoenda kuiangazia, tunaangalia namna ambavyo walikumbuka nyama walikotoka, walikumbuka maisha ambayo walikuwa wanaishi walipokuwa Misri kwa Farao. Wanamwambia Musa, Musa, tulikotoka tulikuwa tunakula nyama. Unataka tuje tufie huku jangwani, umetuleta huku. Wanakumbuka pamoja na utumwa waliokuwa nao, wamesahau zile shurba na kazi walizokuwa wanazipata, wanakumbuka nyama kwa sababu ya vitu vichache tu vya changamoto za hapa na pale na jaribu la 1, 2, 3 walikuwa wanakutana nayo. Hesabu 11, 16 mpaka 17, neno la Mungu linasema, mstari wa 16, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania wasimame huko pamoja nao, nami nitashuka niseme nawe huko. Mstari wa 17, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nao, ili wewe usiuchukue peke yako. Unaona hapa hakuna vijana. Kuna vijana hapa? Hakuna. Kuna watu mashuhuri hapa? Hakuna. Kuna wenye elimu hapa? Hakuna. Au labda watu wenye uwezo na akili? Hakuna. Lakini unaona Mungu anaitisha wazee. Anamwambia Musa, itisha wazee. Nitashuka mimi niseme nao, nami nitawatoa sehemu ya roho iliyo ndani yako, iliyo ndani yako wewe Musa, niweke kwa hawa wazee. Nini ninachotaka kusema? Mbingu zinatambua uwepo wa wazee katikati yetu. Mbingu zinatambua nafasi yao. Mbingu zinatambua kwamba kwa hekima na busara zao wao, vijana tunaongozwa na wao. Kuna wakati Mungu hatuwezi kumuona, lakini tunamuona Mungu kupitia watu. Hasa hao ambao wao wametuzidi umri, kwa sababu wao wameona vitu ambavyo sisi bado hatujaviona. Wamesikia vitu ambavyo sisi bado hatujavisikia. Wametambua vitu ambavyo sisi kabla wao walianza kuiona jua kabla sisi hatujaliona jua. Tuone kwa Suleiman. Suleiman baada ya kumaliza ujenzi wa nyumba ya Mungu, alihitaji kulipandisha hekalu. Sanduku la Bwana kulipeleka hekaluni. Baada ya kukaa muda mrefu likiwa Sayuni katika mji wa baba yake kule ulipokuwa. Lakini cha kushangaza, Suleiman hakutafuta vijana, na vijana ndio wenye nguvu. Alitafuta wazee ili kulibeba sanduku. Hawa hawana mawaa, wazee hawana mambo mengi. Wazee mara nyingi wameshamaliza ujana, wameshamaliza rabsha za hapa na pale. Akaona hapa sina haja ya kutafuta vijana, acha nitafute wazee. Njiani watatuhekimisha. Njiani wao wameona vitu ambavyo vijana hawaoni. Sanduku la Bwana namna ambavyo lilianza kutengenezwa, namna ambavyo Mungu alitoa maagizo.
wazee wameona mengi kuliko vijana, anawatafuta vijana. Anasema, tunaona katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 ule mstari wa kwanza. Ndipo Selemani alipowakusanya wazee wa Israeli na wakuu wote wa kabila, wakuu wa mbali za baba wa wana wa Israeli, wamwendee mfalme Suleimani huko Yerusalemu, ili walipandishe sanduku la agano la Bwana kutoka katika mji wa Daudi, yani Sayuni. Tunaona hapa Suleimani naye anakuwa ni mtu mwingine. Mbali na Musa, Suleimani alikuwa ni mtu mwingine kuwatumia wazee katika kufanikisha yale matazamio na kile ambacho alikuwa amekipanga. Biblia inatuambia katika Methali 20:29. Inasemaje? Fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Ni kweli ukiwa kijana unazo nguvu. Lakini wazee wenye mvi kwao zinatoka hekima. Wazee wenye mvi kwao ndo zinakotoka busara. Huko kwa wazee wenye mvi ndio tunakochota baraka. Huko kwa wazee wenye mvi ndio tunakochota mafundisho na yale ambayo macho yetu bado hayajaona, kama nilivyotangulia kusema. Most of the time hao wazee wanajua kile ambacho sisi hatukijui. Lakini pia vijana tuko mbele sana kuwadharau, kuwaona ni watu wa kawaida. Mtu akishazeeka, kuna babu kuna bibi hapo nyumbani kwako, unaona huyu ameshaishiwa. Pamoja na kwamba tunao utandawazi, tumeendelea sana, tuna nguvu sana. Biblia inasema Musa alitambua wazee na Mungu alimwambia wao ndio uwakusanye. Lakini Suleimani pia hapa tumeona yeye ndio wa kwanza kuwakusanya. Yaani badala ya sanduku la agano kubebwa na watu wenye nguvu vijana, sanduku la agano linabebwa na wazee, kulitoa Sayuni, kulipeleka katika nyumba ya Bwana ambayo amemjengea. Na pia Biblia inasisitiza kutuambia sisi kwamba pamoja na kwamba tunazo nguvu, lakini tusiache kutambua uzuri wa wazee, kwa sababu kichwa chao kimejaa mvi, lakini pia kimejaa maarifa kutuzidi. Yakobo sura 5 mstari wa 14 mpaka 15. Tutaangalia hapa neno la Mungu linatuambiaje. Imeandikwa mstari wa 14, mtu wa kwenu hawezi? Na waite wazee wa kanisa, nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Mstari wa 15, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa yule mgonjwa, na Bwana atamuinua, ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni kanisani. Yakobo anatuambia mtu wa kwenu akiwa hawezi, aite wazee wa kanisa wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Si unanielewa? Hapa hatuoni kwamba mtu wa kwenu akiwa hawezi amwite padri. Mtu wa kwenu akiwa hawezi amwite mchungaji. Mtu wa kwenu akiwa hawezi amwite baba askofu. Mtu wa kwenu akiwa hawezi amwite prophet. Mtu wa kwenu akiwa hawezi amwite mchungaji au sijui nani. Ila amesema mtu wa kwenu akiwa hawezi awaite wazee wa kanisa, nao wamwombee, wampake mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, na hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ndugu yangu, unajua nafasi ya wazee kwenye maisha yetu? Umeshajaribu siku moja kuwaza una mzee yoyote tu hapa? Wazee wamemaliza mambo yao. Na mambo mengi. Sisi tuna stress. Of course stress yao itakuwa ni kuombea watoto wao waishi maisha bora ya kumpendeza Mungu. Kila mzee anatamani azikwe na watoto wake labda wasiondoke kabla yake, maana yake atakuwa na maombi anayafanya. Lakini mara nyingi wameshamaliza. Siku moja tu, mtu wa Mungu, umeshajawahi kujaribu kuchukua sadaka yako ukamtafuta mtu mzima kati ya watu wa jamii yako unayemwamini, mcha Mungu, unaona huyu ni mtu anasali, anaenda kanisani, ukamwambia baba, ninapita 1 2 3. Ukiacha tu kwamba tunao watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wakituombea mara kwa mara, lakini hao wazee wanaotuzunguka ambao hatuwaoni, umewahi kuwawaza, umewahi kuifahamu nafasi yao? Kama Mungu anamwambia Musa, watafutiwa unikusanyie wazee badala ya vijana. Kama Biblia inatuambia, Yakobo anasema nenda kwa mzee mtu ukiwa hauwezi. Kutokuweza kuna maeneo mengi sana. Kutokuweza kwenye ndoa, kutokuweza kwenye malezi, kutokuweza kwenye kuugua, sio tu ugonjwa peke yake, lakini wale wamepita kwenye ndoa, wamepita kwenye malezi, wamepita changamoto nyingi. Mungu anajua nafasi yao katika jamii yetu, lakini sisi kama vijana tunawatambua. Most of the time huwa tunawadharau, hatutaki kusikiliza maonyo wala maelekezo. Kanisani hapa, lakini unaambiwa si mchungaji anayetakiwa, si padri. Of course na wao wana nafasi yao, lakini Biblia inawatambua kama wazee pia ni watu wenye nafasi kubwa sana ya kuweza kutoa machangamoto zetu ambazo tuko nazo. Lakini je, tumewatumia? Tumsikiliza Paulo anavyoongea na Timotheo, mtoto wake wa kiroho. Anamwambia ekewa mikono ili wazee waweze kuchochea karama iliyo ndani yako. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 14. Anamwambia Timotheo, usiache kuitumia karama ile iliyo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekea mikono na wazee. Unaelewa?
Amepewa karama ya unabii, ni kweli Mungu amesha kumpa, lakini hiyo karama ili ichochewe ni lazima awekewe mikono na wazee. Wewe unahusiana vipi na wazee wa mazingira yako? Mbingu zinawatambua, mbingu zimewapa nafasi, lakini sisi hatutambui nafasi yao. Leo najaribu kukukumbusha ili uweze kuelewa, na nimekupa scriptures mbalimbali, references mbalimbali ziweze kukusaidia uweze kujua nafasi hawa watu waliotuzidi. Zaidi Paulo anamsisitiza Timotheo mwanae. Anamwambia Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 2, anasema mzee usimkemee, bali umonye kama baba, na vijana kama ndugu, wanawake wazee kama mama, na wanawake vijana kama ndugu wa kike katika usafi wote. Umeelewa? Usimkemee. Usimwambie mzee usinibabaishe, unajua nini? Usimwambie mtu mzima bwana wewe ungechelewa labda mimi ningeanza kuliona jua kabla lako. Hizo sio kauli. Kama mbingu zinawatambua kwamba hawa ni watu wa thamani kwenye maisha yetu, tujitahidi kujua namna gani ya kuweza kuhusiana nao katika jamii na mahali kokote ambapo uliopo. Kijana tunakukuta ndio bosi ofisini, kijana tunakukuta una nafasi kwenye hilo eneo, ujali huyu mtu mzima, ujali huyu ni nani, as long as wewe ni bosi, una nafasi, una cheo, una hiyo heshima, unaongea na kama unavyoongea na mzee, kama unavyoongea na vijana wenzio kwa mtaani, bila heshima, bila adabu, bila kujua mipaka yako. Wazee ni watu wa thamani, tusiwaache kuwaheshimu, tusiache kuwapa nafasi yao, tusiache kunyenyekea. Neno la Mungu linasema vivyo hivyo nini vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifunzeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini wapa wanyenyekevu neema. Ili neno linaanza kwa kusema vijana watiini wazee. Alafu anaendelea, nanyi nyote jifungieni unyenyekevu kwa watu wazima, kujishusha, kujua nafasi yao katika jamii. Kwa hiyo ili tufanikiwe tunahitaji kusikiliza, kuhusiana nao vyema. Vijana watiini wazee, waheshimuni wazee, itambue nafasi yao katika jamii yetu. Ukikosa hekima, ukikosa busara, ukikosa baraka za wazee kwenye maisha haya, umekosa kitu muhimu sana. Na ninarudia kusema, kama mbingu zinawatambua wazee na nafasi yao, basi sisi pasi na shaka tunapaswa kuzitambua nafasi yao. Kijana umelelewa na baba yako na mama yako au binti, wazee wako pale. Imefikia sasa hivi watu wanapeleka wazazi wao kwenye vituo vya kulelea wazee. Mzee huyu amehangaika na wewe toka ukiwa mbegu kwenye kiuno cha baba yako, ukaja kuwa mtoto kwenye tumbo la mama yako. Hiyo ni safari. Ni safari, yote ni safari. Toka ukiwa mbegu mpaka unakuwa mtoto kwenye tumbo la mama yako mpaka unapotoka duniani. Safari ya mwanadamu huwa inaanza akiwa mbegu. Hawa wamekuwa na wewe, wametembea na wewe katika kipindi chote hicho mpaka umetolewa duniani, katika kipindi ambacho hujitambui. Wamehangaika na wewe, wamekuhudumia, wamekulea, wamekufikisha hapa ulipo. Umefika wakati wameshakuwa watu wazima, wakati wa wao sasa kula matunda kile ambacho walikuwa wamekipanda. Wavune sasa kile ambacho wamekipanda. Mtoto wao umekuwa mtu mzima, uwasaidie. Lakini utakuta vijana anapeleka. Hivi ni sahihi kweli kumpeleka mzazi wako kwenye nyumba ya kulea wazee, wakati yeye muda huu ndio ulikuwa wakati wa kula matunda na kujivunia kile ambacho muda wote amekuwa akikifanya? Watu wanapeleka wazee wao huko katika nyumba za wazee. Tunazishuhudia hivyo vitu. Na huko ndio dunia inakoelekea. Huko tunakoenda mbele ya safari, watoto wanaacha wazazi wao waende huko, wakati wao wamehangaika nao toka wakiwa watoto. Kwa hiyo tunachojaribu kukisema, tafuta baraka. Hawa wazazi ndio wanaotoa baraka. Hawa wazazi ndio wakitoa baraka zao, ndio sisi tunaweza kusonga, ndio tunaweza kustawi, ndio tunaweza kufanikiwa, ndio tunaweza kwenda yani unaweza ukasema Biblia inatuambia yule asiyewajali watu wa nyumbani wake ni mbaya kushinda asiyeamini. Yani wewe na kuna wengine wanajikuta wacha Mungu. Unasali, unamtafuta Mungu, unasema mimi nina Mungu, lakini kama neno la Mungu linatuambia wewe ni mbaya kuliko asiyeamini, hamna sababu ya kuwa wewe ni mcha Mungu unasema unasali, na wakati huko wazazi wako, kuna mwingine anapita miaka hajakanyaga nyumbani kwao wala hajui wazazi wake kijijini wanaishije. Lakini yeye yuko mjini hapa, anakula maisha, anakula bata, anatumia hela, lakini yule baba yake amehangaika naye chini kabisa kwenye maisha ya shida. Vijana, wazee ndio sisi taji yetu, ndio kitu cha kujivunia. Ndio hawa ambao wametengeneza tangu msingi, na bado yani kama uliweza kutengeneza foundation bado wana uwezo. Bila foundation hiyo nyumba haiwezi kusimama. Wazee ni foundation, ni msingi. Kwa hiyo hicho ndio tunachojihusia nafsi yangu siku ya leo na kuhusia nafsi yako kijana mwenzangu unayenisikiliza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Usiache kunifuatilia kwenye platform zangu. Ninaitwa Caroline, natumia katika platform zangu jina langu hilo sijabadilisha. Shukrani sana. Asante sana. Mungu akubariki kwa kunisikiliza. Tukutane tena na wakati mwingine. Nakupenda.